بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أمته من المؤمنين والمسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi watazamaji wetu, tumerudi kuwa nanyi tena katika utaratibu wa nyasia hizi za imani za Uislamu, na kwa wakati huu tunazungumzia habari ya nguzo ya 3 iliyosimamisha dini ya Kiislamu, ambayo hii ni nguzo ya saum, kufunga. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 2 aya ya 183 mpaka 85, ni habari hizi: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mumemwamini Mwenyezi Mungu, kutiba alaykumus siyamu, mumelazimishwa nyinyi watu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyoamrishwa waliopita kabla yenu. Mwenyezi Mungu amefanya neno la kufunga Ramadhan ni jambo la ulimwengu wote. Kunapatikana kheri kadha wa kadha kama mtakavyoziona zikifafanuliwa na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hii ni ibada ya umma wote, kama ambavyo tunaona Qur'ani imetueleza ya kwamba nyinyi watu wa leo ni vile vile kama tulivyowalazimisha watu waliopita kufunga. Kwa hivi mitume waliopita kabla ya Muhammad, akianza jirani yake ambaye alikuwa Nabii Allah Isa mwana wa Maryam, mtume aliyekuweko wakati wa Nabii Isa ni mitume wawili amekutana nao. Amekutana na mzee Zakaria, alimlea mamake. Maryam alipata malezi kwa nabii aitwaye Zakaria. Amepita hivi karibuni miaka 2000 na kitu. Kadhalika Nabii Isa alikutana na nabii ambaye alikuwa wakati wake, na yeye pia akapewa utume baada ya kuja Nabii Isa, huyu akiitwa Nabii Yahya, mtoto wa mzee Zakaria. Kwa hivi hawa walikuwa wafungaji. Ukenda nyuma zaidi utapata maisha ya kina Nabii Yunus, kina Nabii Yaqub, kina Nabii Ayub, kina Nabii Musa, Harun, na walioko wote duniani. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Qur'ani yatueleza ya kwamba mumelazimishwa nyinyi watu wa leo, si maonevu mnafanyiwa, si shida mnaletewa. Kuacha chakula mwezi mmoja ni kitu ambacho Mungu amekipanga kuwa cha dunia, ingawa cha hepwa na wengi, wanajitoa wengi, lakini ni tujue kwamba kufunga si kazi ya Waislamu wa leo.
Waislamu waliopita kina Nabii Isa, kina Bibi Maryam, kina Nabii Yunus, kina Nabii Yaqub, kina Nabii Ayub na kadhalika, wote walilazimika na amri hii ya Mwenyezi Mungu ya kwamba wafunge. La'allakum tattaqun. Wanavyuoni wa tafsiri hapa wametoa fikra mbili. La'allakum tattaqun, kufunga wakati wa utulivu wa kufunga na kubeba yaliyomo katika kukaa bila ya chakula, kunawaletea watu kuwa na fikra nzuri nyingi. La'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Mwenyezi Mungu. Tumcha Mwenyezi Mungu kivipi? Kuna watu katika ulimwengu mafanikio yao ni matumbo yao tu, mafanikio yao ni pesa zao tu, lakini kwa roho ya imani ndio kaambiwa kwamba kufunga watakiwa watu waliomwamini Mwenyezi Mungu ili awaongoze katika maajabu ambayo wao hawangejua. Vipi? La'allakum tattaqun. Tumekaa na pesa zetu, tunakula, tunamwaga, tunakunywa, tunamwaga, lakini ikifika mwezi ambao mumelazimishwa nyote, matajiri, maskini, walio katikati ya hao, kufunga, unakuja pata njaa inayokupata katika kumtii Mwenyezi Mungu. Unawakumbuka wale ambao walilazimika kufunga katika maisha yao kwa tabu za ukosefu wa kazi, kwa tabu za ugonjwa huu na ule, kwa tabu za upungufu wa mafanikio na kadhalika. Sasa wanaripuka watu kwa roho ya kuwa wamefunga, wanaona Allah, ikiwa kufunga ni hivi, mimi nimefika tu saa 4 kwa sababu ya kukosa breakfast, nimekuwa hata kusoma gazeti siwezi kusoma vizuri, hata kuzungumza nimekuwa siwezi kuzungumza vizuri. Je, watakuwa vipi wale ndugu zetu ambao maisha yao yana tabu, maisha yao hawana kazi, maisha yao hakuna misaada wanapata, maisha yao yameingia katika dhiki wao na watoto wao? Kunakuwa na mripuko ukipeleleza katika miji au katika mitaa wanayokaa Waislamu. Utakuta katika wakati huu ndio wakati wa utoaji wa sadaka kuliko nyakati nyingine. Utasikia msikiti huu unapelekwa chakula, msikiti ule unapelekwa chakula, mayatima wale wanapelekewa chakula, wakosefu wale wanapelekewa chakula. La'allakum tattaqun, mupate kumuona Mwenyezi Mungu na kumuogopa vizuri. Katika fikra ya pili ya wanavyuoni waliofasiri neno tattaqun, wamelifasiri neno hili kwa kuwa ndicho kipindi cha kujiepusha na maovu mengi. Mwanadamu akishiba na matata sana, mwanadamu akishiba jeuri, mwanadamu akishiba fidhuli, mwanadamu akishiba kujinaki na kujikuza na kujipandisha. Amekula wali huu na kichumbari hiki, chakula hiki, amekula na kile, hii amekula na kile, mambo ya fahari matupu. Lakini ikifika kwamba ujue tabia zinazopatikana katika madhara ya kula, Mwenyezi Mungu ametuletea ni kijipande tu cha maisha. Asema Nabii Muhammad, ya kutosha wewe vijitonge kidogo ambavyo ungekula vikakusaidia mgongo wako kusimama kufanya kazi au kuendeleza maendeleo mbalimbali. Lakini kula mpaka ukalala wewe, hakuna cha maendeleo hapo. Nabii Muhammad ametoa habari ambayo watakiwa watu wajue. La'allakum tattaqun,
mupate kujilinda na maafa mengi yanayowafikia nyinyi watu kwa sababu ya upanuzi wa mambo ya vyakula. Sasa la'allakum tattaqun, twajilinda vipi na kutokula? Nini kiko hapa tuweze kujilinda nacho? Nabii Muhammad asema hajaweka binadamu katika chombo chenye maafa sana kuliko tumbo. Hii tumbo kutia mafuta haya, matonge haya, majani haya, ita utakavyo, lakini zikiingizwa kwa nguvu ndani ya tumbo zinaleta maafa mengi ambayo tupata wanadamu katika dunia. Katika sababu za maradhi yetu mingi ni kula kila kitu. Katika hatari nyingine Nabii Muhammad ameieleza kwamba ni maafa kwa mwanadamu kuwa yeye atakuwa kila anachokitamani anatia tu tumboni. Asema Mtume Muhammad, na mtume huyu ma yantiqu anil hawa, mitume hawatamki tu kwa hawa zao, in huwa illa wahyun yuha. Ukisikia mtume ameamrisha jambo, mtume amesema jambo, mtume amelekeza jambo, ni wahi. Yeye anafundishwa na Mwenyezi Mungu, anaelezwa namna ya kueleza wanadamu wenzake. Ndio ikawa katika dunia lazima tupate wa mitume wanadamu. Nabii Isa alayhi salam, mtume aliyepita kabla ya kuja Nabii Muhammad, Qur'ani yatoa ushahidi, alikuwa yeye na mamake kana yaakulani at-ta'am wa yamshuna fil aswaq, walikuwa wakila chakula na vile vile walikuwa wakenda kwa masoko kwenda kuhitajia mboga, kwenda kununua hiki, kununua kile, kwa sababu kulu washrabu wala tusrifu. Qur'ani hii yasema kula nafuu yako kubwa, lakini vikwazo vilioko ni hivi: kulu washrabu wala tusrifu, kula utakacho, kunywa pendavyo, wala tusrifu, usifanye israfu katika kula, usitupe mpaka katika kushiba. Siku zote wewe unapoenuka kutoka katika meza yako ya chakula, unaenuka na pumzi, hata ile balance ya kutembea inakuwa inakushinda kwa sababu umeshindilia. Sasa dawa ya Mtume Muhammad ni gani aliyoipa umma huu? Nabii Muhammad yasema ikiwa lazima mwanadamu hana budi ila kula, basi apange chakula chake, apange mambo matatu. Katika tumbo wewe wamimina tu, lakini panga nafasi ya chakula chako sehemu ndogo tu. Upange nafasi ya maji unayokunywa, kwa sababu mara nyingi kula kunafuatana na kunywa. Kunywa maji yasaidiayo, waj'alna min alma'i kulla shay'in hayy, uhai wa kila roho uko katika maji. Kunywa kidogo, wala tusrifu, usifanye israfu ya kunywa juisi hii, juisi ile, kwa sababu zimewekwa yogurt 1, ice cream 2. Wacha mambo haya. Nabii Muhammad hasemi ila la kweli, asema tumbo kulijaza ni maafa katika maafa ya vyombo ulivyo navyo vinavyojazwa vitu. Sasa ikiwa ni lazima ule, gawanya thuluthi 3. Thuluthi moja iwe ya chakula chako, thuluthi moja iwe ya maji yako, thuluthi moja iwe ya pumzi zako. Usikae ukaziba nafasi ya maji. Hakuna niletea maji, lakini hata sijui nitayatia wapi. Manake hebu yeke kidogo nitakunywa baadaye kidogo, kwa sababu nimejaa hata siwezi kunywa maji. Huo ni upuzi na ni ujinga. Kwa hivi
kula sehemu thuluthi moja, unywe maji thuluthi moja, uziachie pumzi kupanda na kushuka. Pumzi ndio uhai wako. Watu watakujua umekufa kwa sababu huna tena pumzi. Kwa hivi usiinterfere na mambo ya pumzi zako kwa kujaza tumbo mpaka ukawa sasa huna nafasi. Kwa hivi habari iliyoko ni kwamba Nabii Muhammad amesema katika mazungumzo yake ya kweli, asema nilimuomba Mwenyezi Mungu vitu vitatu, lakini amenipa vitu viwili, kitu kimoja hakunipa. Ni mambo marefu, yatakuja siku yake, lakini kwa sababu sasa tuzungumza mambo ya chakula, kuacha kula katika mwezi wa Ramadhani, wacha tuangalie hichi alichopewa, ambacho alipewa viwili, hakupewa cha tatu katika vitu alivyoviomba. Nabii Muhammad alimuomba Mwenyezi Mungu amsahilishie riziki yake kupata chakula cha kila wakati. Mwenyezi Mungu akakataa. Akawa Mtume Muhammad habari zinazotoka kwa wake zake, habari zinazotoka nyumbani kwake, habari zinazotoka katika mujitamai wake, Nabii Muhammad ameishi katika dunia hii hata siku moja hakula chakula mara tatu kama tunavyofanya. Kuwa kuna breakfast, iwe kuna lunch, iwe kuna supper, and between all this kuna viingilio. Kuna chai ya saa 4, kuna umekula saa asubuhi, umepiga breakfast sawa sawa, chai ya saa 4 haijafanyaje? Unakwenda lunch time, umeingia lunch time. Ikiingia, kumbuka wewe ulikunywa chai saa 4, au kumbuka kwamba wewe ulikuwa na breakfast ya asubuhi heavy. Unajiita mwenyewe, unasema kwamba nilipambana na breakfast heavy leo. Sasa lunch yajafanya nini? Kwa wengi tunaoishi katika dunia hii, kwa kipande cha kuweza kupata breakfast na kupitia chai ya saa 4, huwezi kuwa na njaa saa 7. Ni kujifanya tu. Wengi wetu, kama ninavyowaeleza, na pelelezeni, msiniache peke yangu nikiongea, ni pelelezeni, watu hawali lunch kwa sababu wana njaa. Sio sababu kubwa. Kuna mambo mawili hapa yanatusukuma. Tunakula lunch kwa sababu chakula kimewekwa. Binadamu ana roho ya kuangalia mambo ya chakula. Kwa hivi chakula kimewekwa, bwana tuchelewa lunch. Lakini hukuwa waihitajia hivyo. Wengine wetu, wengi tu wafanyikazi, tuko katika maeneo ambayo dunia imechagua nyakati kwa baadhi ya companies na baadhi ya ufanyikazi, una breaks fulani. Kuna break ya saa 4 kupumzika kidogo. Kuna break ya lunch kupumzika kidogo. Kama ambavyo kuna break ya saa 10 pia kwa wakubwa, utaona wameondoka katika meza zao au wameondoa vitabu mbele, kompyuta zimetengwa, wamekwenda katika simu zao, wamekwenda katika mazungumzo yao. Sasa hili liliwatia shida wafanyikazi. Mfanyikazi ikabidi ajifanye mlaji sana wa lunch, ingawa hana pesa, hawezi kui-afford lunch. Lakini kuna ruhusa. Nikikaa hapa kazini, mabosi wanazunguka, naweza kuja kupewa kazi nyingine hapa. Na hii ni break, fulani ameenda, fulani yuko wapi, mwenzangu ameenda, kolegi huyu amekwenda. Kwa hivi unakuwa wewe lazima usingizie kwenda kula lunch, kwa sababu usitupe hii time mumepewa ya kupumzika. Bas, sasa you have to show kwamba wewe hii time ulikuwa, hii time boss ni dharura kweli,
naenda hata kama nitapata kipande cha hivi, hata kama ni chips kidogo, hata kama ni hivi kidogo, lakini ukweli wa mambo hukuwa na njaa. Kwani wewe una tumbo gani? Ule breakfast ya asubuhi saa 2, urudi saa 4 uwekewe chai pengine na sambusa 2-5, urudi tena lunch wataka chakula? Hapana. Kama ni hii time ya kuitumia, uzuri wa sisi Waislamu, alhamdulillah, hiyo lunch time ndio wakati wetu wa kuswali swala ya lazima adhuhuri. Kwa hivi ukenda katika misikiti utakuta parking hivi watu wanaingia kuswali, wengine na time ya kuswali, wakimaliza hakuna tena time ya lunch, inabidi arudi kazini. Sasa hawa ambao wanaifanya kwamba lunch ni kula, mara nyingine lunch ni kwenda kupumzika, lakini kwa sababu imeitwa lunch time, inakuwa katika tulivoleana na kushikana na urafiki wa kweli na wa upuzi, imekuwa wewe kutokula lunch ni kama aibu. Watu watakuona kwamba wewe huna kitu. Na katika tufanya kazi, kuna wasichana, kuna wazee, kuna vijana, kuna nini, kuonekana limewekwa hili zuyina linasi hubu shahawati minan nisai. Watu wamepewa hili jambo la kupenda wasichana na kadhalika. Sasa katika uchumi wako kuwapata wasichana, kuonekana wewe za afford lunch, umpe mtu moyo, bana lunch leo, lunch juu yangu leo, lunch. Kwa hivyo watu wengine wanaivamia lunch kwa sababu ni uchumi wake wa kutega watu fulani. Hata kama tufanya kazi pamoja, hata kama yeye waan zaidi ya mimi, lakini kuonesha ukarimu wako na wewe ni mwenye kutaka, mke ni mwenye kutakwa, umeweka baraza za lunch kwa sababu kadha wa kadha. Kwa hivyo ndugu zangu, katika yaliyopatikana katika research za matibabu ni kwamba matumbo yetu yamebeba maradhi, matumbo yetu yanaendelea na maradhi, mafuta ni mengi, chakula unachowekewa katika restaurant au whatever the place, huku kipika wewe, kimepikwa king'are, kimezidishwa mafuta hapa, kimewekwa mafuta hapa, kimewekwa mafuta kule. Haya ni mafuta yatoka wapi ndugu zangu? Kusema kweli, yatoka wapi? Kwa recommendation za nani? Na kadhalika na kadhalika. Kwa hivi ukasikia katika mfungo wa Ramadhan au katika maneno yaliyosemwa ni kwamba sumu tasihu, mukitaka kuwa na siha nzuri, jifundisheni kufunga. Jifundisheni kufunga. Na kufunga yetu ya itakavyo Mungu ni tangu jua halijatoka saa 11 usiku huko, uvuke mpaka saa 1 kasrobo au saa minutes to saa 1, ambapo litakuwa sasa jua limekwenda gizani. Sio kwamba wewe umfunga lakini vidonadona vya mchana, vidonadona vya alasiri, vidonadona vya barabarani. Kuna mtu ni boss yafanya kazi, lakini ukenda ukifungua tutapewa asiri na masekretari, mara nyingine tuzungumza. Ukenda ukifungua ndani ya jikabati lake, kweli pamoja na kwamba kuna checkbooks hapo ndani, kuna karatasi, papers muhimu, lakini na njugu ndani, sunflower ndani. Siku hizi kuna ugonjwa wa mabuyu ndani. Unaona, mama mmoja siku moja tulikuwa tumefuatana, tutoka semina fulani. Msichana mmoja katika kushuka ngazi akateleza, akaanguka vibaya. Kuanguka kwake ikawa tunataka kumsaidia. Simu yako hii. Hapana, machozi yanatoka yualia. Simu yako hii. Handbag yako hii. Mabuyu yangu, mabuyu yale, musiaguse, musiakanyage mabuyu. Tukaishia hapo. Tutaonana inshallah
kwa wakati uliopangwa mwingine. Huu umekwisha.